Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo ni Jumapili nyingine tena nzuri ya tarehe 7 mwezi wa 12. Tunaendelea na masomo ya kitabu cha Ufunuo. Kama nilivyoahidi, nilikuwa nimemaliza sura nyingine, nikasema nitarudi kumalizia sura chache ambazo nadhani bado zinaleta maswali. Leo nitazungumzia kuhusu sura ya 4 ya Ufunuo. Sura ya 4. Hizi sura zote nilikuwa nimeshazifundisha, lakini bado narudia tena. Sura ya 4 ya Ufunuo ambayo inahusu wenye uhai wanne. Inahusu wenye uhai wanne. Nitasoma mstari michache kwanza. Mstari wa kwanza. Baada ya hayo naliona, natazama mlango kafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Mara nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Nisimame hapo kwanza, mstari 4. Haya yalikuwa ni maono ya Yohana. Yohana alionyeshwa, kama tulivyoona, utangulizi wa maono yake Yohana yako sura ya kwanza. Ndipo akaanza kuonyeshwa mambo yanayohusu makanisa 7. Hayo makanisa 7 yalikuwepo. Yote yalikuwa ni matawi yaliyozalishwa na kanisa mama ambalo ni la Efeso. Kanisa la Efeso lilikuwa ndio kanisa mama lililoanzishwa na Paulo, na hilo kanisa mama Efeso lilizaa makanisa Simina, Pagamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia. Yalikuwa ni makanisa ambayo yamezaliwa na kanisa mama Efeso, kufanya makanisa 6 na kufanya ile mama kwa 7. Huu ulikuwa ni unabii ambao tuliupata upo katika kitabu cha Kutoka sura ya 25. Mungu alipomwambia Musa kutengeneza hema, katika hema alimwambia kuweka kinara cha taa, atengeneze kinara cha taa ambacho kitakuwa na matawi 6, matatu kila upande, na hayo matawi yatakuwa na taa. Kila tawi upande wa kushoto 3, upande wa kulia 3, jumla 6. Na pale juu patakuwa na taa pia ambayo ni ya 7. Hizi taa zitaangaza ndani ya hema usiku na mchana, na mafuta yatawekwa ili taa zisizimike. Hizi taa, kinara cha taa 7, yani 3 ukijumulisha na 1, imekuja kujirudia katika unabii wa Zekaria sura ya 4. Tunaona Zekaria anaonyeshwa kinara cha taa 7 zinazokunywa, zinawaka, na mafuta yake yanatoka kwenye mizeituni miwili, ambapo tuliona ile mizeituni kuna Yesu na Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana anaonyeshwa maono haya katika sura ya kwanza ya Ufunuo, akiona kinara cha taa
na makanisa yale ilikuwa ni kutimizwa kwa unabii ule toka Torati na manabii. Kwa hiyo unaposoma habari za vinara taa, ni kanisa, ni kanisa. Sasa tunaona ya kwamba Yohana anaonyeshwa, baada ya kuonyeshwa makanisa 7, ujumbe kwa kila makanisa 7, sura ya 2 na ya 3, amemaliza kuandika na kupeleka taarifa hizi kwa hayo makanisa ambayo tayari yalikuwepo. Tunakuja sura ya 4, anasema baada ya hayo naliona, na tazama mlango ukafunguka mbinguni. Baada ya hayo mambo gani? Baada ya hayo ni baada ya hayo, maana yake baada ya kumaliza kazi ya yale makanisa 7, ujumbe kwa makanisa 7. Baada ya hayo amepeleka ujumbe. Baada ya hayo ndipo anaona tena maono mengine. Mlango unafunguka mbinguni. Sauti ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami. Anaisikia sauti ile ile aliyoisikia katika sura ya kwanza, inarudia tena. Maana yale maagizo ya sauti ya kwanza ametimiza, inarudi tena ile sauti. Mstari wa 2 unasema, ule mstari wa kwanza unasema, ile sauti isemaje? Ilisema, panda hata huku, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Panda hata huku, nami niko tayari kukuonyesha mambo ambayo yatakuwepo, yatatokea baada ya hayo. Baada ya hayo yapi? Baada ya ujumbe huo wa makanisa 7. Kuna mambo mengine nataka kukuonyesha, na hayo mambo anasema panda. Walimu wengi wamejenga uongo hapa, wanasema neno panda hata huku ulikuwa ni inatabiri unyakuo. Wanasema maneno haya panda hata huku ilikuwa ni unabii, kuanzia sura ya 4 ndio unabii. Kuanzia hapo sura ya 4 ndipo kanisa linanyakuliwa kwenda mbinguni, maana imesema panda. Kwa hiyo hii mstari wanaiweka kuwa ni unyakuo. Lakini kwambie, huwezi kuongea na Mungu ukiwa katika mwili, lazima uwe katika roho. Wito wa kusema panda hata huku, maana yake njoo. Unapotoka katika mwili unaingia katika roho, unapanda. Ukiwa katika roho, unaporudi katika mwili unashuka. Huwezi kuwa katika mwili ukaongea na Mungu, huwezi kuwa katika mwili ukayaona mambo ya Mungu, huwezi. Yohana yuko katika mwili. Mungu anataka kumwonyesha mambo ya juu, mambo ya mbingu, mambo ya kiroho. Lazima atoke katika mwili. Panda, panda. Je, anaposema panda, baada ya kupanda alifanyaje Yohana? Alipanda, alienda mbinguni. Soma mstari wa 2. Na mara nikawa katika roho. Aliposema panda, mara, yani ghafla, nikawa katika roho. Wewe unapoingia katika roho unapanda. Watu wanasema ni unabii wa unyakuo. Hapana, 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 ni uongo. Hakuna unabii wa unyakuo hapa. Yohana anaambiwa njoo katika roho ni kuonyeshe mambo ya, maana huwezi kuona mambo ya mbinguni ukiwa katika mwili. Lazima utoke. Hata katika sura ya kwanza ule mstari wa 10, Yesu alipotaka kuzungumza na Yohana, mstari wa 10 alisema nalikuwa katika roho. Lazima uingie katika roho, huwezi kukaa katika mwili. Mwili huu hawezi kuyajua mambo ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema mwabuduni katika roho. Katika mwili hatumwabudu Mungu. Katika mwili tutashindwa, katika mwili tutavutwa. Enendeni katika roho, hamtazitimiza tamaa za mwili. Alikuwa katika roho.
Kabla sijaenda ni kuonyeshe tena mstari mwingine. Sura ya 17 ya Ufunuo huu 17. Yohana aliona maono mengine. Mstari wa kwanza, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Njoo huku. Hapo ulipo huwezi kuona, hapo ulipo huwezi kusikia, hapo ulipo huwezi kuonyeshwa. Lazima kufanyike mabadiliko, utoke katika mwili uwe katika roho, ingia katika roho, ili nikuonyeshe mambo ya mbinguni, ili kuonyeshe mambo ya Mungu. Anamwambia njoo huku. Je, alipomwambia njoo huku, anasema njoo nikuonyeshe hukumu ya kahaba. Mstari wa 3 anasemaje? Akanichukua katika roho. Ukiwa katika roho ndipo unakuwa umepanda, ndio umekwenda mbele za Bwana, ndipo unaweza kuonyeshwa kitu. Lakini katika hali ya mwili huwezi kuonyeshwa. Sura ya 4 hakusema njoo, anasema panda. Katika sura ya 21, sura ya 21 mstari wa 9, 21 Ufunuo mstari wa 9, akaja mmoja wale malaika 7 waliokuwa na vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Hapo ulipo, hali ulionayo ya mwili huwezi kuona, huwezi kuona. Njoo huku. Ni sauti ya Mungu. Mungu anatutaka tumwendee, tuingie katika roho, tumwabudu katika roho, tuyaone mambo ya roho, tuyaone mambo ya Mungu. Njoo Yohana, hapo ulipo, njoo huku. Mstari wa 10 unasemaje? Akanichukua katika roho. Ninakueleza haya kukurudisha katika sura ya 4. Wale wanaosema sauti iliposema panda huku ilikuwa inatabiri unyakuo wa kanisa, si kweli. Ni upotoshaji. Yohana alikuwa anaingizwa katika roho ili ayaone mambo ya Mungu. Mstari ule wa 2 alikuwa katika roho, akaona nini? Anasema ndipo akaona kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Kiti cha enzi na mmoja ameketi ni Yesu Kristo aliye katika kiti cha enzi. Mmoja ameketi juu ya kiti cha enzi. Nimefundisha huko nyuma kwamba kila unapoona kuna kiti cha enzi, kuna viti vya enzi pia, kwa sababu Yesu anatawala pamoja na watu wake. Yesu hakai kwenye kiti. Kiti cha enzi maana yake utawala, mamlaka yake. Na ukisoma mstari wa 3 unaelezea kiti kilivyokuwa mithili ya jiwe la yaspi na hakiki, na upinde wa mvua ulikizunguka. Upinde wa mvua katika Biblia unawakilisha utukufu au wingu. Unapoona wingu au upinde, ni utukufu umekifunika kiti cha enzi. Ukienda mstari wa 4, na viti 24 vilikizunguka kile kiti, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi. Kuna kiti moja ameketi, tumesema ni Yesu. Alafu kuna viti 24 vimekizunguka kile kiti, na juu ya vile viti kuna wazee 24 wameketi. Hawa wazee wa 24 ni nani? Ninarudia kwa haraka kutokana na Biblia na kanuni zake. Kanisa la Yesu Kristo limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa lugha nyingine, limejengwa juu ya agano, watakatifu wa agano la kale na watakatifu wa agano jipya. Agano la kale linajengwa juu ya kabila 12 za Israeli. Agano jipya linajengwa juu ya mitume 12 wa Yesu.
12 na 12. 12 kabila 12 zinawakilisha kanisa la Agano la Kale. Mitume 12 wanawakilisha kanisa la Agano Jipya. 12 na 12 unapata wazee 24. 24 linawakilisha kanisa. Kuna kiti cha enzi, ameketi mmoja pale, ni Yesu Kristo. Na viti vya enzi ni wale wanaotawala pamoja na Yesu. Kanisa watakatifu, sisi ni watawala pamoja na Kristo, tumeketi kwenye viti vya enzi. Sio viti unaviona tumekaa kama tunavyokaa leo. Hapana, kukaa kwenye viti manake kutawala pamoja na Yesu, kufanya kazi pamoja na Yesu. Hata katika serikali zetu wapo wanaotawala pamoja na rais, lakini hawakai kwenye viti, hawakai Ikulu. Wana mamlaka ya kufanya kazi kwa niaba ya rais. Wanafanya kazi pamoja. Sisi ni watawala pamoja na Yesu, tuko kwenye viti vya enzi. Viti vya enzi na kiti cha enzi vinawakilisha utawala. Hii ndio Biblia. Unajuaje? Unaaminije? Unaweza ukawa na mashaka kusema siamini kwamba wazee 24 ni kanisa. Kanisa lina sifa zake. Kanisa waamini sifa yao, ziko sifa nyingi, lakini hapa zilizotajwa ni 2. Sifa ya kanisa, wana taji au wana mihuri, wanachapa. Maandiko mengine yanasema tunachapa katika vipaji vya nyuso, au tuna taji, au tumeandikwa majina. Hiyo ni sifa ya kanisa. Hakuna kitu kingine chenye sifa hiyo. Ni kanisa, ni waamini. Pili, sifa nyingine ya kanisa inayotajwa hapa, wamevikwa mavazi meupe. Yaani wameoshwa na damu ya mwana kondoo. Wamesamehewa. Ni wale waliosamehewa, ni wale waliooshwa, ni wale waliovikwa mavazi meupe, yamesafishwa na damu ya Yesu. Mavazi ni wokovu. Hii inakuthibitishia hao wazee wameokolewa, wamesamehewa, wamepewa wokovu, wamesafishwa na damu ya Yesu. Hawa ni nani sasa? Ni kanisa. Wanawakilishwa 12 na 12 unapata 24. Agano la Kale na Agano Jipya. Hii ndio Biblia. Tunakwenda katika mstari wa 5. Katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo. Huu ni utukufu wa Mungu. Na taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Mbele ya kiti cha enzi kuna taa zinawaka. Ni zile tulizosoma sura ya 1. Taa 7 zinawaka. Wazee ni kanisa, ni waamini. Taa ni kanisa pia, maana ni taa. Kanisa linawakilishwa na taa zinawaka mbele ya kiti cha enzi. Katika Agano la Kale taa ziliwaka mbele ya kiti cha rehema kilichokuwa patakatifu patakatifu, na taa ziliwaka kule kwenye Agano la Kale, zilikuwa zinawaka mbele ya kiti cha rehema. Sasa hapa Agano Jipya zinawaka mbele ya kiti cha enzi, ambacho sio halisi cha kuonekana na macho, lakini kanisa linaangaza kwa niaba ya Yesu Kristo. Ni nuru, ni macho ya Yesu. Zinawaka. Anasema hizo taa 7 zilizo mbele ya kiti cha enzi ndizo roho 7. Unaposoma taa 7, unaposoma roho 7, zote zinazungumzia kitu kimoja. Ni kanisa ndio linaloitwa taa 7, ni kanisa linaloitwa roho 7, na ni kanisa linaloitwa wazee 24. Kanisa linatajwa kwa majina mengi sana. Hapa tumeona taa 7, tumeona roho 7. Hebu nikurushe kidogo nikuonyeshe sura ya 5 mstari wa 6. Ufunuo hii hapo mbele 5 mstari wa 6. Unasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Hayo macho 7 ambazo ni roho 7 za Mungu. Kanisa linaitwa wazee 24, linaitwa
taa 7, linaitwa macho 7, linaitwa roho 7. Yote yana maana moja, yote yana maana moja. Na huu ni unabii. Huyu alikuwa atabiri, anafafanua unabii. Nikupeleke kwenye unabii. Huu ni unabii tunaoupata katika kitabu cha Zekaria sura ya 3. Hebu tuende pamoja. Zekaria sura ya 3. Tunaona maneno haya. Zekaria sura ya 3 mstari wa 8. Zekaria 3:8 anasema, sikiliza. Huyu ndiye alikuwa anatabiri. Yohana alikuwa anatabiri. Huyu ndiye anatabiri. Zekaria ndiye anatabiri. Yohana anatufafanulia. Tuelewe Biblia, ndugu zangu. Mstari wa 8. Sikiliza sasa, Yoshua kuhani mkuu, wewe na wenzako waketio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Kwa maana tazama, ninamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi. Chipukizi ni nani? Ni Yesu Kristo. Alikuwa anatabiri habari za kuja kwa Chipukizi, habari za kuja kwa Yesu. Mstari wa 9. Maana litazame jiwe hili nililoliweka mbele ya Yoshua. Jiwe ni nani? Jiwe ni Yesu. Katika jiwe moja yako macho 7. Katika jiwe moja kuna macho 7. Yesu Kristo, kanisa ni macho ya Bwana, ni taa ya Bwana, ni roho za Bwana. Nimeeleza hiyo. Mstari wa 6. Mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa kwa wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma. Yesu amekaa kwenye kiti cha enzi, amezungukwa na viti. Kumbuka katika Agano la Kale, hekalu lilipojengwa lilizungukwa na hema za watu, na Yesu alisema nitakuwa katikati. Hii ni tabia ya Mungu. Agano la Kale alikuwa katikati, hema yake ilikuwa katikati, lazima iwe katikati, izungukwe na hema za watu. Katika Agano Jipya utaratibu ni ule ule. Yesu anakaa katikati, katikati ya kanisa. Ndio maana ukisoma Korintho ya 2:6 anasema katikati yenu nitatembea. Anakaa katikati, nitakaa katikati yenu. Hapa tunaona kiti cha enzi kimezungukwa na viti. Kiti cha enzi kiko katikati, kinazungukwa na viti vya enzi. Tena kwa mara nyingine tunaona mistari inayoendelea. Anasema mstari ule wa 6, mbele ya kiti kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo, na katikati ya kile kiti cha enzi pande zote kulikuwa kwenye uhai. Anarudia mfano mwingine. Kuna kiti cha enzi, wakati pale tumetangulia, kuna kiti cha enzi kimezungukwa na viti. Katika mstari wa 6 anarudia, kuna kiti cha enzi kimezungukwa na wenye uhai. Tumetangulia kuona katika mstari wa 4, kuna kiti cha enzi kimezungukwa na viti vya enzi 24 waliovaa mavazi meupe na taji. Katika mstari wa 6, kuna kiti cha enzi kimezungukwa na wenye uhai 4. Unaelewa nini? Wenye uhai 4 ndio wazee 24, ndio roho, ndio taa, ndio macho ya Bwana. Ufunuo unatupa vitu vingi kwa wakati moja. Kanisa lina majina mengi. Hata wanaotabiri unyakuo sura ya 4, kwamba aliposema panda huku, alikuwa anatabiri unyakuo. Baada ya hapo hatulioni tena kanisa mpaka sura ya 19, kwa sababu kanisa litakuwa liko mbinguni. Ndio wanalofundisha.
hawajui kwamba kanisa lina majina mengi. Ufunuo unatupa majina mengi. Hatuoni kanisa, hatuoni hapa kanisa, tunaona anatufunulia majina ya kanisa. Kanisa tunaliona sura ya 2 na ya 3 kwenye makanisa yale 7, lakini kuanzia hapo hatuoni tena neno kanisa. Tunaona wazee, tunaona wenye uhai, tunaona roho 7, tunaona taa 7, tunaona macho 7, tunaona bibi harusi, tunaona mke wa mwanakondoo, tunaona wateule, tunaona watakatifu. Alafu watu wanasema kanisa halimo ndani ya kitabu cha Ufunuo kwa sababu limenyakuliwa tayari. Hapa anakugeuka tu, anakupa kwamba Biblia ina utajiri wa maneno na misamiati kuelezea jambo moja. Kwa hiyo katika mstari wa 6 tunaona bahari ya kioo, na katika hiyo bahari kuna wenye uhai wanne. Bahari ya kioo ni nini? Ulimwengu unaitwa bahari. Ulimwengu huu ni bahari, lakini watakatifu wale, kanisa, wale wazee hawaishi maisha yao katika ulimwengu huu, wanaishi katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni bahari ya kioo. Ulimwengu huu ni bahari. Tunapookoka tunawekwa katika bahari ya kioo, tunaishi katika ulimwengu huu. Tunapookoka tunahamishiwa ulimwengu wa kiroho. Tunapoishi katika ulimwengu huu kabla ya kuokoka, tuko katika ulimwengu, tuko katika bahari. Tunapookoka tunahamishiwa katika bahari ya kioo. Unaona? Ndani ya bahari ya kioo ndio unaweza kuwaona wenye uhai wanne wamekizunguka kiti cha enzi. Namba 4 nimekufundisha mara nyingi. Namba 4 inawakilisha ulimwengu. Kila unapoona namba 4 inawakilisha jambo linalohusu ulimwengu, ulimwengu mzima. Ndio maana hata Danieli katika maono yake aliona wanyama 4 kuonyesha wale ulikuwa ni utawala wa kidunia, ulimwengu, wanyama 4. Tunaona hapa wazee wenye uhai 4. Kabla sijaondoka kwenye kuondoka kwenda mbele zaidi, ni kuthibitishie hata katika manabii kwamba wazee 24 linazungumzia ni kanisa, ni watakatifu. Nikupe andiko la Isaya 23. Isaya 20 Isaya 24, Isaya 24 mstari wa 23 unasema hivi: ndipo mwezi utatahayari na jua litaona haya, kwa kuwa Bwana wa majeshi atatawala katika mlima wa Sayuni. Mlima Sayuni ni kanisa. Bwana anatawala mlima Sayuni. Mahali pengine mlima Yerusalemu, kwa kuwa Bwana atatawala katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu, na mbele ya wazee wake kwa utukufu. Bwana anatawala katika Sayuni na Yerusalemu mbele ya wazee. Wazee wa Yesu ni nani? Anaotawala mbele ya wazee ni watakatifu, ni kanisa, ni waamini. Biblia tukiamini inatupa ukweli, tukiipinga tunachanganyikiwa wenyewe. Biblia haichanganyikiwi, ila unayepinga unachanganyikiwa mwenyewe. Usiamini itakuchanganya. Biblia ni kama msitu. Tunaoingia ndani, msitu mzito na mnene, unaingia na kutoka. Unaingia unachukua huko vitu, maana misitu inajaza vitu. Watu wanakwenda huko wanapata vitu vingi ndani ya msitu, unatoka navyo. Unaingia unatoka navyo, unaingia unatoka navyo. Lakini usipokuwa na ujuzi wa kutembea katika msitu, utaingia utapotelea huko.
hurudi. Watu wengi wamejaribu kuzama ndani ya Biblia, wanapotelea humu, wanadanganyika, wanafia humu ndani ya Biblia kwa sababu hawawezi kuingia na kutoka. Biblia ni utajiri mkubwa, misamiati mikubwa, utajiri wa maneno, utajiri wa ufahamu, utajiri wa mafumbo. Tunaingia na kutoka na kuyaelewa, tunachota baraka ndani ya Biblia. Wengine wanaingia wanazama humo, wanapotea, wanakufa. Biblia ni lugha ya Mungu iliyo tajiri. Mstari ule wa 6 tena anasema hao wenye uhai wanne aliwaona wamekizunguka kiti cha enzi pande zote. Wakati wazee wa 24 wamekizunguka kiti cha enzi pande zote, na hao wenye uhai wanne wamekizunguka kiti cha enzi pande zote. Lakini hawa wanaonyeshwa wana macho mbele na nyuma, wana macho mbele na nyuma, yani kila upande wana macho. Tumeona macho ni sifa ya kanisa. Kanisa ni macho ya Bwana. Mstari wa 7, huyo mwenye uhai wanne, tunaona sifa zao wenye uhai. Walikuwa na sura zao anavyoonyeshwa Yohana. Sura ya kwanza ni simba, sura ya pili ni ndama, sura ya 3 mwanadamu, sura ya 4 tai. Hizi sura za sura simba, sura ya simba, ndama, mwanadamu, tai, zilitabiriwa na Ezekieli sura ya kwanza. Siendi kusoma huko na kurudisha, kasome kuanzia mstari wa 5 na kuendelea. Ezekieli sura ya kwanza. Ezekieli alionyeshwa viumbe hai 4. Kimoja kukiwa na sura ya simba, ng'ombe. Katika Ezekieli amesema ng'ombe, Ufunuo anasema ndama, lakini ni kitu kile kile. Alafu aliona sura ya mwanadamu na sura ya tai. Hizi sura 4 zinaonyesha ni sura ambazo ni namba 4 inawakilisha kitu ambacho kitaenea ulimwengu mzima. Ni ufalme wa Yesu unaoenea ulimwengu mzima. Ni kanisa la Yesu linaloenea ulimwengu mzima. Sura 4 pia linamaanisha injili ya Yesu. Injili ya Yesu inawakilishwa na namba 4. Ndio maana hata katika Biblia kuna injili 4. Vitabu vingi viliandikwa, lakini vilikataliwa na kanoni, vikabaki 4. Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, 4. Ukiangalia, unaposoma uchunguzi wa waandishi hawa, Mathayo anamwelezea Yesu katika injili yake kama mfalme. Ndio maana amezungumzia sana ufalme ndani ya Mathayo. Anamwelezea Yesu kama mfalme ambaye tunaona katika sura ya Ezekieli ni simba. Marko katika injili yake anamwelezea Yesu kama mtumishi wa wanadamu aliyekuja kutumika. Ndio ulikuwa mtazamo wa Marko. Ukienda kwenye unabii wa Ezekieli ni sura ya pili, ambayo ni sura ya ng'ombe. Ng'ombe ni mtumishi wa mwanadamu. Ng'ombe anamtumikia mwanadamu. Luka anamwelezea Yesu kama mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu manake ni mwanadamu aliyevaa ubinadamu. Unabii wa Ezekieli aliona sura ya mwanadamu, na Luka anatuthibitishia Yesu alivaa mwili wa kibinadamu. Yohana anamwelezea Yesu kama Mungu. Huyu si mwanadamu, huyu ni Mungu. Yohana ndivyo anavyoonyeshwa, anavyoeleza watu katika injili yake. Anamwelezea Yesu na kumfunua kama Mungu. Ezekieli aliona sura ya 4 kama tai arukae. Katika Biblia tai ni mfano, anafananishwa na Mungu. Mungu anafananishwa na tai.
Kwa nini? Tai ni ndege mkubwa anayekwenda mbali sana kuliko ndege wote. Anakuwa juu na macho yake yanaona mbali, yanaona chini, yanaona mpaka samaki wa bahari. Na maandiko yanasema tukimtafuta Bwana tutapaa juu kama tai, kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo unaona sasa hapa kanisa linavyotajwa kwa vitu vingi. Linatajwa kama wazee, linatajwa kama wenye uhai wanne. Yaani kanisa lililoenea pepo nne za dunia. Linatajwa kama roho 7, linatajwa kama taa 7, linatajwa kama macho 7. Utajiri wa lugha ya Biblia. Hakuna unyakuo hapa. Haya alikuwa anaonyeshwa baada ya kuandika barua zile za makanisa 7. Baada ya hayo akaanza kuonyeshwa kanisa sasa linavyoishi duniani. Hili ni kanisa duniani, sio mbinguni. Sio mbinguni. Na kazi yake hawa wenye uhai wanne, ni kazi yao ni nini? Wanamtukuza Mungu mtakatifu, mtakatifu. Kazi ya kanisa duniani ni kumwabudu Mungu, ni kumtukuza Mungu. Wanamwita mtakatifu, unastahili kuabudiwa. Ndio kazi yetu. Hakuna kiumbe kingine chochote ambacho kimepewa kazi ya kumwabudu Mungu. Ni kanisa, ni watakatifu waliomwamini Yesu. Huu sio unabii. Na ukirudi katika maneno ya Yesu pale mwanzoni mstari wa 1, anasema hiyo sauti ilimwambia Yohana ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwapo baada ya hayo. Baada ya hayo niliyokutuma ulioyapeleka kwa makanisa 7. Baada ya hayo sasa nataka nikuonyeshe mambo yatakayoendelea. Hayo yanaendelea tangu pale mpaka sasa. Sisi tuko ndani ya kanisa. Sisi ndio tumezunguka kiti cha enzi. Sisi ndio wazee. Sisi ndio wenye uhai wanne. Sisi ndio macho ya Bwana. Sisi ndio roho ya Bwana. Sisi ndio taa ya Bwana. Kutimiza unabii wa Zekaria kwamba kinara. Hata ukirudi katika sura ya 1, nikuonyeshe tena. Sura ya 1 mstari wa 11. Hiyo sauti ambayo ilikuwa kama baragumu ilisema na Yohana. Mstari wa 11 inasema, ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Yaani Efeso na Simina na Pergamo na Thiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Aliposikia sauti hiyo, mstari wa 12 unasema, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Maana alisikia sauti lakini hamuoni mtu. Alipogeuka, hiyo sauti inatokea wapi? Ili nione hiyo sauti. Nilipogeuka, niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Ametajwa makanisa. Anapogeuka iangalie, akaona vinara vya taa 7. Kumbe yale makanisa Efeso, Simina, Sardi ndio vinara, ndio taa 7. Alafu mstari wa 13, katikati ya vile vinara nikaona mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni. Katikati ya vile vinara yuko mfano wa mwanadamu. Mfano wa mwanadamu anakaa katikati ya kanisa. Anakaa katikati ya watakatifu, anatembea katikati. Sisi tunazunguka. Biblia inaposema kwamba wazee wanazunguka, watu wametafsiri vibaya, wanaimba, wametunga nyimbo, wanasema tukifika mbinguni tutaimba, tutazunguka kiti, tutazunguka, wanafanya na maigizo ya kuzunguka kiti kule mbinguni. Tumemzunguka Yesu sasa. Yesu yupo katikati yetu, sisi tunamzunguka. Kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, hema za watu zilizunguka hema ya Mungu, yeye alikaa katikati. Siku zote Mungu yuko katikati ya watu wake. Utakwenda kuzunguka mbinguni wapi? Huo ndio uongo unaopotosha watu wakae na matumaini ambayo hayapo. Ukisoma Ufunuo 22, sura ambayo tumemaliza juzi tu, wiki iliyopita nilikuwa nafundisha sura hii ya 22.
Mstari wa kwanza kuhusu mto wa uzima. Mstari wa kwanza unasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Kiti cha enzi kuna mto. Mstari wa pili unasema nini? Katikati ya njia kuu yake. Nika sentensi hivyo kamejikaa na kamejitegemea. Katikati ya njia kuu yake. Tulisema njia ni nini? Njia ni wokovu, ni ufalme wa Yesu, ndio unaitwa njia. Sasa huu mto umekaa wapi? Upo katikati ya kanisa, katikati ya watu wake, katikati ya njia. Kuna unyakuo hapa, kuna unabii hapa, kuna mambo ya kutegemea, kuyakuta mbele hapa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa ufupi nikwambie kwamba Ufunuo sura ya 4 unafafanua habari ya wenye uhai wanne ambao Ezekieli aliwaona kama viumbe vinne. Viumbe vinne vya Ezekieli ndio wenye uhai wanne. Katika Ezekieli katika tukirudi kitabu cha Ezekieli akizungumzia hao wenye uhai wanne au viumbe vinne, mstari wa 18, sura ya kwanza mstari wa 18, Ezekieli 1:18 anasema, kisha habari ya vivimbe vyake vilikuwa virefu vya kutisha, nayo yote manne. Vivimbe vyake vimejaa macho pande zote. Vivimbe vyake vimejaa macho pande zote. Kusema vimejaa macho pande zote ni kwamba kila upande kuna macho. Kanisa lina macho, ni macho ya Bwana. Tumeona katika Zekaria 4 jiwe lina macho 7. Hapa vivimbe vimejaa macho pande zote. Katika Ufunuo tumesoma macho yako mbele na nyuma. Kwa hiyo viumbe vilivyosemwa na Ezekieli alikuwa na tabiri, tumefafanuliwa katika Yohana kwamba ni sisi ndio viumbe vile. Sisi ndio kanisa, ndio vile viumbe. Kanisa ndio wale wenye uhai. Pia Ezekieli, Isaya naye alionyeshwa. Isaya alionyeshwa katika sura yake ya 6. Isaya yeye hakuona viumbe, hakuonyeshwa kama viumbe, aliona kama maserafi. Alionyeshwa kama maserafi. Lakini unajuaje kwamba maserafi haya ndio hawa wenye uhai wanne? Unaangalia sifa zao. Hawa maserafi, kwanza nikwambie, neno maserafi halipatikani popote katika Biblia zaidi ya Isaya. Hili neno maserafi linatajwa mara moja tu katika Isaya 6. Katika Biblia nzima hakuna mahali palipoandikwa maserafi. Mstari wa 2 unasema, juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Hawa maserafi na mabawa 6 ndio wale wenye uhai wanne katika sura ya 4 ya Ufunuo, nao wana mabawa 6. Kila mmoja na mabawa 6 katika Ufunuo, na hapa maserafi kila mmoja na mabawa 6. Alafu mstari wa 3 wanaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na katika Ufunuo nao wale wana mabawa 6 kila mmoja wanaitana mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kumbe Isaya alionyeshwa maserafi ndio hao wenye uhai. Maserafi wanaomtukuza Bwana duniani. Ni kanisa, ni watakatifu. Watu wanasema huko mbinguni kuna wazee wanaimba usiku na mchana, tunataka tuungane na maserafi walioko mbinguni, tunataka tuungane na wazee walioko mbinguni. Unadhani kuna maserafi wanaoimba mbinguni? Kwanza kosa moja ambalo linakuchanganya na litakuchanganya kweli kweli, ni kwa sababu nafikiri mbinguni ni mahali fulani kunakoitwa mbinguni. Ndio maana watu wanasema tutakwenda huko, tutakwenda huko. Utaenda wapi? Mbinguni ni wapi? Kuna mahali kunakoitwa mbinguni. Mbinguni ni mahali alipo Mungu. Sasa Mungu yuko wapi? Yuko kila mahali. Hata hapo ulipo yupo Mungu.
ila wewe uko katika mwili, Mungu yuko katika roho, ndio maana humuoni. Mbingu ni ulimwengu wa kiroho usioonekana ulioenea dunia nzima na mahali pote. Wewe unadhani kuna mahali kunakoitwa Mungu, kama vile tunavyoweza kusema nataka nifike Nairobi, nataka nifike Dar es Salaam, nataka nifike South Africa. Basi na mbinguni kuko hivyo, nitakwenda, tutasafiri. Na kuambia husafiri kwenda mbinguni. Mbinguni hawasafiri. Mbinguni tunaingia kwa kubadilishwa, kufumba na kufumbua. Unabadilishwa, unatoka katika mwili kwa kubadilishwa kutoka katika mwili kuingia katika roho, uko mbinguni. Hatuingii mbinguni kwa kusafiri, tunaingia mbinguni wala kwa kupaa wala kwa kunyakuliwa. Neno kunyakuliwa limetafsiriwa vibaya. Kunyakuliwa manake kubadilishwa kwa ghafla. Kufumba na kufumbua, tutakuwa kama vile mtu amenyakua, tumetoka katika mwili tuko katika roho. Ndio limetumika lile neno kunyakua. Wanafikiri tutanyakulia mili tutapanda juu. Mbinguni sio mahali kwa kusafiri. Mbinguni tunaingia kwa kubadilishwa. Ninakueleza kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Imejaa mambo mengi ambayo wakati mwingine ni vigumu kuyaeleza yote. Lakini tumeona macho, tumeona roho, tumeona sura za wenye uhai, kila moja na mabawa 6, ndivyo ilivyo inatafsiri. Kwa hiyo unagundua kwamba ufunuo ni ishara nyingine, ni uthibitisho mwingine, ni evidence nyingine ambayo nakupatia, ambayo watu wameendelea kukataa na utaendelea kukataa, na mimi nitaendelea kukuthibitishia kwamba Yohana katika sura 4 alikuwa hatabiri, anatufunulia mambo ambayo tunayaona yako yalitabiriwa tayari na Ezekieli, yalitabiriwa tayari na Isaya, yalitabiriwa tayari na Zekaria. Ufunuo katika sura 4 ameyakusanya pamoja, anatupa tafsiri yake. Ukisoma mstari wa 9 katika Ufunuo hiyo, ukisoma hiyo Ufunuo, tukisoma ule mstari wa 9, sasa anasema na hao wenye uhai 4 wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo na hao wazee 24 na huanguka mbele yake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Tunaona hapa kuna wenye uhai wanampa Mungu utukufu, tunaona na wazee. Sasa watu wanafikiri kuna wazee peke yao na wenye uhai nao ni kitu kingine. Ni utajiri wa lugha ya kibiblia. Unapozungumza wenye uhai, unapozungumza wazee, tutaangalia siku nyingine, nafikiri Mungu akinipa tena nitarudia kuelezea 144,000. Na kwa nini tunaita ni kanisa? Sifa zake nilikueleza. Unaposoma hata neno malaika, angalia sifa za huyo malaika, utaona hizo sifa zinamhusu nani? Zinamhusu shetani au zinamhusu Mungu? Kwa hiyo kuna malaika utasoma katika Biblia ni Mungu, utasoma malaika katika Biblia ni mwanadamu, utasoma malaika katika Biblia ni Yesu, ni shetani. Unaposoma hizi sifa, soma sifa za 144, soma sifa za wazee 24, soma sifa za wenye uhai 4, soma sifa za viumbe, soma sifa za maserafi. Zinasemaje? Ni sifa za watakatifu wanaomwabudu Mungu usiku na mchana. Na wengine wanasema, Biblia inaposema wanamwabudu Mungu usiku na mchana, basi tukifika mbinguni tutakuwa hakuna kulala, tutakuwa tunamsifu mchana na usiku, mchana na usiku. Ni uelewa mbaya wa Biblia, ni uelewa mbaya. Hapa duniani tumsifu, tumtumikie, tuhubiri. Tukifika mbinguni anasema hii cha mtoto, duniani cha mtoto. Tukifika mbinguni sasa ndio kazi itakuwa imeanza ya kumsifu Mungu siku na mchana bila kupumzika. Sasa najiuliza, huko mbinguni unaenda kupata adhabu, unaenda kupumzika, unaenda kupata adhabu? Kama hapa unaimba, unamwabudu na ubiri, ukifika mbinguni utamwabudu bila kupumzika, bila kulala.
Unaenda huko kuteseka, unaenda kufanyaje? Mbona unachanganya Biblia? Mbona unachanganya maneno ya Mungu ambayo hakusema? Biblia inaposema hao viumbe, ikizungumza kanisa watakatifu wanapomwabudu Mungu siku na mchana, ni duniani, sio mbinguni. Leo tunamwabudu Mungu siku na mchana, leo sio mbinguni. Na kwa nini ninasema usiku na mchana? Leo ni Jumapili, sisi tunaamka hivi, tunakwenda kanisani asubuhi ya Jumapili. Wengine saa hizi ni usiku. Tunapomwabudu Mungu, wengine wamelala. Hivi tunakwenda kumwabudu Mungu, wengine wameshamwabudu tayari. Watu wa mashariki wamemwabudu Mungu tayari, wanaenda kulala. Sisi tunaamka, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwabudu Mungu, wengine nchi za magharibi ni Jumamosi, bado hajaimba. Tunapomaliza ibada leo Jumapili, tunakwenda kupumzika. Nchi za magharibi kunakuwa cha Jumapili, wanaanza kumwabudu Mungu. Kwa hiyo huku wanamwabudu, huku wanalala, huku wanaamka, huku ni usiku. Usiku dunia nzima tunamwabudu Mungu kwa zamu, usiku na mchana. Maana dunia hii, wewe unapolala wengine wameamka, wewe unapoamka wengine wamelala. Wewe unaposema sasa ni asubuhi, wengine ni usiku, wengine ni mchana, wengine ni jioni. Ndio maana Biblia inasema hawa viumbe duniani wanamwabudu Mungu usiku na mchana. Wewe unasema tukifika mbinguni tutakuwa tunamwabudu Mungu bila kulala, bila kupumzika. Basi huko mbinguni, mimi kama ni mimi ndivyo ilivyo, nisingependa kwenda huko, maana huko ni kwenda kuteseka. Lakini Biblia haina maana hiyo. Wewe umepotea. Ukikosea kuielewa Biblia, unakosea kweli kweli. Na watu kwa sababu wanataka kutumia akili zao bila imani, bila kutegemea Mungu, kuielewa lugha yake, akili zako zitachanganyikiwa, na zitachanganyikiwa kweli. Hata kweli ya wazi kabisa hutaiona. Ndivyo tulivyo na shida na kanisa la leo. Watu hawaoni kweli. Akili zimetangulia mbele. Ukimtangulia Yesu, nafikiri ukimtangulia Yesu mbele, maana Yesu anataka atangulie, si tumfuate. Lakini Wakristo wengi wamemtangulia Yesu, yuko nyuma. Utaelewa nini wakati umemtangulia Yesu? Utaelewa nini umetangulia maneno ya Yesu? Wewe umeyaweka mbele, umetangulia na tafsiri zako za upotofu na upotoshaji na akili zako. Sasa Yesu anafanya nini? Wewe umetangulia. Unafundisha hata vitu ambavyo Yesu hajawahi kufundisha. Unafundisha kuja kwa Yesu mara mbili. Yesu hajawahi kusema kwamba Yesu atakuja mara mbili. Mpaka wengine wanafundisha kuja kwa Yesu mara tatu. Yesu hajawahi kusema. Yaani umetangulia. Na mwongo yeyote anatangulia, anafanya vitu kama kumfundisha Yesu. Hatupo kumfundisha Yesu, tupo kumsikiliza Yesu na neno lake. Mungu atusaidie sana. Watu wanasema kitabu cha Ufunuo ni kigumu sana. Biblia ni ngumu sana. Narudia kusema Biblia sio ngumu. Tukisikiliza kwa kanuni, tukisoma kwa utulivu na kumwelewa Mungu. Lakini kama tumetangulia, Yesu alisema katika Yohana 10, kuna kondoo, anasema wapo walionitangulia. Kumtangulia Yesu anasema ni wezi na wanyang'anyi. Ukitangulia utafanya vitu vya kwako, alafu vimesababisha watu waone Ukristo mgumu, Biblia ngumu, mbinguni ngumu, inawachanganya. Mara tutakwenda huku, mara tutarudi huku. Mungu hakuleta Biblia ituchanganye, inakuwa very complicated. Alafu watu wanaona kuelewa mambo ya Mungu, Mungu atupe neno lituchanganye tushindwe kuelewa mambo ya Mungu. Sasa ametupa Biblia ya nini kama ametupa kutuchanganya? Watu wanajichanganya kwa sababu wametangulia. Akili zao ndio zinazofanya kazi. Hawataki kusikiza maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu yamekaa kiutulivu na kiroho. Akili zao zimewachanganya. Wanaanza kuchanganya na Biblia. Ninaposoma Biblia, Mungu aliponipa ufunuo wa kuanza kuelewa uongo uliomo ndani ya mafundisho, nishangaa. Biblia hizi tunazosoma, Mungu akupe neema ya kujua. Kila matoleo ya Biblia yanapotoka, kuna vitu vinabadilishwa ndani ya Biblia.
vinabadilishwa kwa sababu watu wameona kama Biblia ni kama haieleweki. Sasa watu wanataka waiwekee maneno yao ili Biblia ikubaliane nao, sio wao wakubaliane na Biblia, ila Biblia ikubaliane nao. Nitafundisha siku nyingine. Kwa mfano, watu wamechanganyikiwa sana juu ya majuma 70. Unajua majuma 70 kitu gani kimewachanganya? Nikwambie, ingawa sio somo langu la leo. Katika Danieli anaizungumza habari ya nyakati za mpinga Kristo. Ametumia neno wakati, nyakati mbili. Katika Biblia ya Kiswahili inasema wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Wakati ni mwaka mmoja, nyakati mbili miaka miwili, na nusu wakati ni miezi 6. Kwa hiyo miaka 3 na nusu mpinga Kristo atafanya kazi. Wameilazimisha Biblia ikubaliane na mawazo yao ya kwamba dhiki itakuwepo kwa miaka 3 na nusu. Ukirudi katika Biblia za asili ambako zimetafsiriwa Biblia zetu, wamegeuza, wamenyofoa maneno. Biblia za asili haisemi wakati na nyakati mbili, zinasema a time and the times. Sasa nikwambia times ziko ngapi? A time and the times. Sasa ile times wamesema nyakati mbili. Ni sawasawa na Ufunuo sura 20 inasema vitabu. Watu wanasema vitabu viwili. Sasa vitabu inakweje viwili? Times unawekaje mbili? Ambapo times maana yake ni wingi. Sasa kwa kubadilisha maneno hayo, wanabadilisha ili Biblia ikubaliane na mawazo yao, sio wao wakubaliane na Biblia. Ndio haya tunayosumbuka nayo humu. Katika maandiko haya tunasoma watu wanajaribu kugeuza mawazo yao na akili zao, kwa kuwa wametangulia, ili mawazo walionayo, fikra walizonazo, vitu walivyojaza kichwani mwao, wanataka sasa waipindwe Biblia, wachomoe maneno fulani, wayachomoe, wayabadilishe ili Biblia ikubaliane nao. Ukisoma Biblia zilizotangulia katika Yohana 14 mstari ule wa pili wa 3, mstari wa 3, Biblia zinasema nitakuja niwakaribishe, nitawakaribisha. Na kweli Yesu alipomaliza kazi yake msalabani alitukaribisha. Ndio maana tupo sasa katika ufalme, tumekaribishwa. Lakini Biblia zinavyoendelea zimegeuzwa. Biblia za siku za leo zimegeuzwa, hazisemi nitawakaribisha, zinasema nitawachukua. Kwa sababu akili ya watu wanasema Yesu atakuja kutuchukua, ili Biblia sasa, mbona Biblia haisemi, mbona imekosea, inasema atatukaribisha. Sasa wanageuza na yale maneno, wanabadilisha, wanaweka Biblia Yesu alisema nitawachukua, wakati Yesu hakusema nitawachukua, alisema nitawakaribisha. Sasa tunaifanya Biblia ikubaliane na sisi. Ndugu, nakwambia neno la Mungu limethibitishwa. Neno la Mungu liko sahihi. Neno la Mungu halikosei. Wewe ndio unayekosea. Tulitii neno, tuliamini neno. Mungu akubariki sana. Kwa jina langu naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu yangu 0754 04 1599. Namba nyingine ni 0769 00 73 28. Namba nyingine ni 06 77 88 01 99. Ninakukaribisha katika huduma hii. Asante kwa kutuombea. Asante kwa kuchangia wale mnaotoa sadaka. Mungu awabariki. Bado tunahimiza, tunakukaribisha katika jina la Bwana kusapoti huduma yetu. Ubarikiwe na Bwana. Amen.